So kwanza kabisa makofi kwa Netflix kwa hicho walichokifanya. Hii masterpiece watogea wiki hii kwa kweli sikutegemea kutoka kwao. So movie inaanza mazingira yakiwa mazuri kabisa, watu wanaendelea na shughuli zao za kawaida, lakini ghafla dalili za mvua na storm kubwa inakaribia kuja, kwa kila mmoja inabidi aingie ndani ili aweze kuwa salama. Lakini baada ya kuingia ndani, siku ile ya kwanza mvua inanyesha, milango yote inaloki, madirisha yanaloka, hakuna sehemu yote ambayo mtu yote anaweza akatoka ndani ya nyumba yake, na kila utakapojaribu kufungua hapafunguki, utapojaribu kuvunja hapavunjiki, utapojaribu kusukuma hakuna kitu ambacho kinasukumika. Baadaye watu wanagundua kwamba wiki moja imeisha, wako ndani na hawezi kutoka, na inabidi watumie kile walichokuwa nacho ndani kuhakikisha wanakuwa wazima na maisha yanaendelea, kwa maana hawajui lini watatoka nje, lakini wana uhakika vyakula vitakuja kuisha, maji yatakuja kuisha, na inawezekana wanakuja kuumwa wasiweze kupata huduma yoyote. Wiki ilipita, miezi ikapita, mwaka ukapita, na mpaka miaka 4. Kwa nje pakawa kama pori, nyumba zikawa kama magofu. Baadhi ya watu walikufa kwa kukosa chakula, lakini wengine walianza kufa kwa sababu ya magonjwa. Wengine waliweza kusurvive kutokana kuwa na watu ambao wana akili nyingi zilizosaidia kuendelea kupata chakula na maji na mambo mengine akaendelea. Na hapa familia ambayo tunaenda kuiangalia mwanzo mwisho ni familia ya jamaa anaitwa Jason akiwa na mke wake Anne, lakini wana watoto wawili, mmoja anaitwa Emma, mwingine Lucy. Kwa upande wa Jason alikuwa na uwezo mkubwa sana, ukizingatia kwamba yeye alikuwa ni mvuvi, lakini pia kuna namna alikuwa mechanics kwa sababu alikuwa anatengeneza sana boti zake. Kwa alikuwa na uwezo wa kutumia moja upenyo uliokuwepo juu ya nyumba yake kuweza kukamata baadhi ya mifugo na kuileta ndani kuhakikisha wanapata chakula, lakini alitumia mpenyo wa ile nyumba yake kwa ajili ya kukinga maji, lakini pia kupata maji ya kunywa ambayo yanasaidia kulast kwa muda mrefu. So ukienda kuangalia movie unaenda kuangalia hawa watu namna gani waliweza kusurvive kuanzia siku ya kwanza mpaka miaka 4 ya mvua tu kunyesha, lakini pia kusurvive ndani ya nyumba yao ambao walikuwa hawezi kutoka. Ndani waliweza kugeuza baadhi ya eneo kuwa shamba, kwa maana walipanda baadhi ya mazao kuhakikisha pia wanapata mboga za majani na vyakula vingine. Ndani walikuwa wamekaa na watoto wao wakiwa wadogo mpaka baadaye wanakuja wanakuwa wakubwa kabisa. Imagine miaka 4 mkiwa mmekaa tu ndani. Waliweza kufanya activity nyingine ambazo walikuwa wanazifanya kama kawaida, maana ilibidi kipindi cha shuleni wavae kama wako shuleni na baba atakuwa kama mwalimu wasome. Ilibidi kipindi cha michezo wacheze, ilibidi kipindi cha mazoezi wafanye mazoezi. Japokuwa familia kuna nyakati zilikuwa zipatani, lakini ilikuwa ni hali ambayo ilikuwa kitokea kila wakati. You have to go and watch this movie. Ni squad stories zote na utamu wote ulikuwa kwenye hii movie, lakini nakuahidi ukiangalia utaenjoy kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Uwezo ukapepesha jicho lako hata kidogo. Congratulations to Netflix na kwa wote ambao ushaangalia movie. Kwa kuwa umeshaangalia movie, nipe likes zako kwenye Last House, lakini pia kwa ambao hujaangalia, I beg you nenda kaangalie. This is masterpiece. Mimi ni Human.